Huu ni mfumo wa A-level ya matokeo. Nitaonyesha namna unavyofanya kazi, namna ya kufanya setting na kadhalika. Cha kwanza unapata mfumo wako, utakuja katika tab setting, utajaza taarifa zote zinazohitajika ila pamoja na kuongeza combinations na masomo. Kwa mimi hapa nitakuwa na masomo na tutakuwa na combination nini ambayo nitatafuta. Kombi zote ziko hapa. Hizi naweza nikachagua kwa category, labda social science. Mimi na HGK tanionyesha masomo yaliyoongezeka, lakini pia na HGK TITIC. Lakini pia kwenye sayansi nina CBG na nina PCB ambazo ni kombi 4. Lakini pia naweza nikaja sasa kwenye masomo. Nikishachagua combination masomo automatically yanachaguliwa. Kwa nitakuwa na biology, nitakuwa na chemistry, nitakuwa na English na kadhalika na kadhalika. Kuna upande huu imeandikwa is core. Haya masomo yakitikiwa kama is core, maana yake yanatumika kwenye kutengeneza point ya division ya mwanafunzi. Ambao hajatikiwa huko, maana yake yatatumika kwenye kutafuta wastani. Ambao ndo kama historia ya Madri, tuna general studies kama ipo. Hii general studies haitakiwi kutikiwa, ni kwa ajili ya form 6 ambao anamaliza. Kwa hiyo mfumo utakuwa utaihandle automatically. Setting zote tunafanya kwa ajili ya mtaala mpya. Baada ya kufanya hivyo tutarudi kwenye kusajili wanafunzi. Utakuja kwenye student, zenu utachagua template yako. Labda mimi nianze na form 6, form 5, bana watoto 200. Tazama template yangu. Kwa mfumo atengeneza template chap chap. Zeni kwenye template hiyo itabia sasa niweke taarifa za wanafunzi. First name, middle name, surname ya lazima, pamoja na sex tutachagua. Darasa tayari, lakini pamoja na combination. Combination zitakuja ambazo tumeshachagua, ambazo sasa hivi ni CBG, HGK, GKL na PCB. Kutajaza yote na baadaye. Sasa tukishamaliza kujaza, mimi nishajaza tayari. Iko hapa na wanafunzi wangu hawa CBG, HGKL na kadhalika na kadhalika. Kwa baada ya hapa nitakuja kwenye kuupload hawa form 5. Kwa nitakuja kwenye kompyuta yangu na hawa form 5 hapa, then nitawapandisha. Mfumo tutarodi kwa kutumia Python command line yake, then utaanza kusoma hiyo Microsoft Excel. Tayari hapo utakomesha kusanya wote, baadaye utawapandisha. Na baada ya hapa tumesajili wanafunzi 105. Kwa hiyo tutamweza enter ili kuondoa hiyo, nitasajili pamoja na form 6 pia. Tayari nao nitakuja kuchagua template ya form 6 ambayo iko hapa na penyewe tutawapandisha. Tayari tumekuwa na wanafunzi kidato cha 5 na kidato cha 6. Unaweza ukawafilter kwa kutumia hapa, lakini pia unaweza ukasearch mwanafunzi wako hapa, labda mwanafunzi asubuhi atakuja. Baada ya hapo nitaenda haraka, tutaenda kwenye mitihani ambayo ndio kitu cha muhimu. Hapa kutengeneza mtihani utaandika tarehe ya mtihani unapoanza. Jumatatu hii itaisha Friday, ni ute mtihani ni monthly. Lakini pia hautakuwa na tarehe ya kufunga wala kufungua kwa madarasa yote mawili. Kwa nitaregister mtihani wangu. Baada ya kuregister mtihani wako tayari, kuna score sheet zinakuwa tayari. Mfano kwa form 6 score sheet ziko za aina mbalimbali. Unaweza kuchagua score sheet ya kidarasa ambazo taarifa zinazotumia mwalimu kujaza marks zake. Ukichagua kidarasa, chagua kombi yako na darasa lako, then utafungua score sheet yako. Itapanga wanafunzi kwanza kwa kuangalia combination alphabetical, then itaanza wavulana wa kombi wasichana wa kombi hiyo, baadaye wavulana wa kombi hiyo. Kama unavyoona hapa CBG wanaanza wasichana hapa na kuja wavulana wanaisha, tunakuja GGK na kadhalika. Lakini kama sivyo, mtu anaweza kutafuta score sheet ya kombi, utachagua kombi yako.
labda hii, then utakuja tu kombi husika. Lakini mara nyingi inaweza ikapendeza kutengeneza score sheet ya kisomo. Mfano mwalimu anaweza kufundisha masomo labda madarasa yote ya form 5, labda anafundisha physics au anafundisha labda chemistry kwa mfano. Kwa ukifungua hapa watu wa chemistry kwa form 5 watakuja, ambao kwa form 5 tuna CBG2 na kadhalika na kadhalika. Kwa hizi sasa kisha zipata, uta right click, utachagua printer yako, then utaweza kuprint. Ukiachana hizi sasa ni za kurekodia max, lakini ukitaka kuingiza moja kwa moja kwenye template, tunarudi sasa kwenye hii ya soft. Unakuja kwenye sehemu ambayo imeandikwa template. Kwa utabonyeza template yetu, mfano hapa ni na form 5. Hapo utabonyeza kutafuta rangi kama unataka kushade baadhi ya vitu, labda mimi nitafuta rangi hii, itaonesha. Then utafungua template yako. Hii rangi inatumika kushade wanafunzi kwenye masomo ambayo hawasomi, kwa sababu template itakuwa ni template ya wanafunzi wote. Kwa hiyo itakusaidia kuona ili usije ukajikuta unamjazia mtoto nasoma Kiswahili wakati yuko anasoma katika kombi ya PCB. Tayari mfano kwa CBG hao umesha shade English, umeshade history, lakini pia mfumo utashade sehemu ambayo ya Kiswahili, lakini pia na physics, hao ni watu wa PCB. HKL pia kuna nembo itashade. Kwa mpaka hapo mfumo wetu umeshamaliza. Kwa hiyo utabidi waanze kujaza maxi za vijana husika. Na kwa mimi tayari hapa nimesha save template yangu, imeshaita matokeo na nimeshajaza kwa wanafunzi wangu hawa wote walioko hapa tayari kwa ajili ya kuwa uploaded. Ambapo nimesave template matokeo kwenye desktop. Kwa nitakuja form 5. Zeri nitachagua sehemu ya kuupload. Kwa hiyo tutaenda nayo. Kwenye kuupload hapa tuna njia mbili. Tuna Python, tuna VBA. Python inakuwa ni complex kwa sababu inaweza kufanya vitu vingi zaidi kuliko hii VBA. Kwa hiyo kama inakubali kwako, utaichagua. Then nitakuja kwenye matokeo ambayo template yetu tutaruhusu ianze kuchukua matokeo, kuyapandisha kwa wanafunzi na baadaye kuyaprocess na baadaye kuyasave. Sasa kwa hapa kuna vitu ambavyo tutakuja kuangalia ambavyo viko very very comprehensive. Tayari hapa tushamaliza, imeshatuandikia summary ya masomo yote. Tuna Kiswahili ngapi na kadhalika na kadhalika. Lakini pia ukianzia huku imejaribu kuangalia darasa ni form 5, masomo yake ni haya, lakini sio nani. Tukija hapa ni hizi ni snapshot ya baadhi ya masomo ambayo yamejazwa, ambapo kuna biology, chemistry, English. Mfano kama ni CBG, tutegemea English, tutegemea history, tutegemea Kiswahili, tutegemea physics kama yalivyojazwa hapa. Lakini kingine imekuonyesha grade ambazo zinatumika kwa ajili ya ranking, na hapa ni preview pia baada ya kuchukua zile marks, na baadaye kuna snapshot ya kombi na masomo ambayo umeyaona, mfano CBG na chemistry, biology na geography. Lakini pia kuna BAM ambayo ni optional, kuna history ambayo Tanzania madi optional. I mean sio core, yani haiko mtu kwenye kutafuta point za ina wanafunzi 10,21,130 kwa wanafunzi 15 wa PCB. At the end of the day tafanya ranking. Mfano kama huyo kaongoza na 1 ya 3 na wastani huu, na wengine wale wa mwisho. Utabonyeza enter kufunga hiyo, na tayari matokeo yote yatakuwa tayari kwa ajili ya kupreview.
ambao utakuwa na matokeo ya kawaida hapa, lakini bado utakuwa na top 10, utakuwa na wale 10 wa mwisho, utakuwa na wanafunzi ambao hawapo kama wangekuwepo ambao hawapo, lakini pia utakuwa na hii summary ya matokeo yako. Lakini pia hapa mwisho kabisa kuna vitu ambavyo vinatumika kwenye swala mfano na ranking. Mfano kwenye mtihani huu tumechukua wanafunzi ambao wana pointi nzuri ndio tumeweka priority ya kuwa wa kwanza. Wakifungana tunaangalia wastani, wakifungana tunaangalia idadi ya masomo. Lakini pia hapa tumeangalia incomplete division. Kama hajafanya mitihani yote tutakuwa tumwekea incomplete na kadhalika. Sasa settings ziko hapa kwenye ranking settings. Kwa hizi sasa hapa ndo sama ziko complex. Mfano kwa hapa tunalenga kwa kuangalia nini? Mara nyingi huko watu tunalenga kuangalia average tu. Kwa kama sitaki nataka tu nilengi kwa kuangalia wastani wa masomo, siangalie kingine chochote. Na itakuwa hii iwe moja, hizi zingine zote ziwe 0. Alafu nitakata hapa na ita save. Nikirudi mfano kwenye huu mtihani nikabonyeza hapa, nikaenda kwenye reprocess. Maana sasa hivi tutaangalia chochote tutaangalia tu wastani wa masomo. Alafu angalie discrepancy yake au changamoto ya hii approach. Hapo na wanafunzi 182 ina process na kutafuta kila kitu. Tushamaliza. Kwa ni wakati wa kufungua matokeo yetu. Sasa tuweze kuangalia mwanafunzi wetu wa kwanza na wa mwisho. Kwa kuangalia wastani, mfano HKL huyu ameongoza na wastani wa 90.8. Ana 1 ya 4. Lakini mwenye 1 ya 3 hapa ambaye ni wa pili. Hizi position ukiona hii 1,1 maana yake ni wa kwanza ndani ya kombi, ni wa kwanza kwa darasa. Ndio maana kuna mwingine hapa mfano kwenye PCB huyu ni wa kwanza kikombi, lakini kishule ni wangapi? Ni wa 7. Na hii inaonyesha ni nani ya shule. Mfano ana 1 ya 4 ana wastani wa 90.8. Kuna mtu yuko namba 7 na 1 ya 3 ana wastani wa 80.33. Sasa ukiangalia wastani tu unaweza kaendana na hawa, lakini pia kuna watu ambao wamefungana kwa hapa naona sina. Kwa sababu kuna mwingine hapendi namna hii, anahitaji mfano mwenye 1 ya 3 whatever the case. Huyu na wengine alitakiwa awe hapa wa kwanza. Kwa unaweza kaangalia labda mimi niangalie cha kwanza, niangalie point. Atakayekuwa na point nzuri ndio ataongoza. Wakifunga tunaangalia wastani. Kama unahitaji hivyo, tutarudi tena hapa kwenye setting. Utakuja kuangalia labda mimi nataka tu niangalie wastani we ni kigezo cha pili. Cha kwanza kabisa kiwe nini? Ni division. Then uta save, utakuja tena kuangalia hapa kisha process itakuwa imekaje. Kwa hapa kila mtu ana namna yake na sababu zake za kufanya. Safari hii matokeo haya nikishayafungua, tukienda kwenye wangapi na wangapi. Kwa sasa hivi wa kwanza ni wote wenye pointi nzuri, ndio maana mwanzo zimejipanga hivi, na wale wa mwisho ni wale ambao wamepata 0, alafu wengine wamefuatia. Sasa kuna wengine tena ambao wanaweza kaenda complex kidogo. Mfano kwa hapa HKL na PCB. Mimi nahitaji niangalie pointi nzuri, niangalie wastani, niangalie idadi ya masomo. Mfano hapo angefungana hawa wawili wakawa na wastani ule ule. Tungaangalia nani amefanya masomo mengi, ambao automatically huyu wa kombi ya PCB ana masomo mengi, angeweza kuwa wa kwanza. Kwa sasa utachagua namna yako ambayo unahitaji, unataka uangalie nini. Lakini pia ukitoka hapo tuna namna ya kuja kwenye more detail, una uwezo wa kuedit mtihani wako. Mfano mimi hapa ni edit mtu labda wa CBG. Mfano ya Abigaili nimtolee chemistry, ambapo maana atakuwa na incomplete tayari. Incomplete tunazihandle vipi? Mfumo wangu nikichafunga tu hapa, kama nimefanya changes, utaya process matokeo upya.
ambayo tayari yameshamalizika. Nitakuja hapa nikaangalia matokeo ya wote. Sasa hivi nikaangalia na mtu mmoja ambaye ana incomplete, maana hajafanya somo moja ambao ni core, lazima inakuwa ni incomplete. Incomplete hii siku zote inakuwa haina zile aggregate points, inakuwa ni null au ziko hazijaandikwa kabisa. Lakini kuna mtu mwingine pia atahitaji kujua, je, huyu hajafanya incomplete na wastani wa 2.7 na ana hizi nani, ana uwezo wa kutokuweka incomplete kwenye matokeo yake, akaconvert zile incomplete zote kwenda kwenye zero. Kama masomo ambayo yamefanya ukitafuta nani points zinaingia kwenye zero, manake yale mengine na assume ni F, ili kujua ulikuwa ni almost na F na division zero ngapi. Lakini kama hata ingia kwenye zero, manake anakuwa anapigwa penalty ya kwenda 4, lakini 4 ambayo haitakuwa na point. Kama unahitaji hivyo, utarudi kwenye setting yako ya hapa, utasema hapa, mfano tunasema including incompletes. Usipo include incompletes, maana yake ukija kuliprocess matokeo yako, zile incomplete zitakuwa converted to 0 au 4. Kwa tayari hapa incomplete nasoma 0. Na manake ukija ukarudi huyu kwa namba hizo, wewe atakuwepo labda hapa Abigaili, huyu hapa. Huyu tayari ana 4 lakini haina point, lakini pia tutujamwekea position. Sasa ni huyu utaamua tena. Kama unahitaji huyu pia hata kama na incomplete lazima awe na position. Turudi tena kwenye setting. Sasa hizi setting tutasema mara moja unayopendelea wewe. Sasa labda nataka ni ranking complete. Au unaweza kuwa na incomplete kama incomplete, lakini pia ukaiwekea ranking. Na hiyo umweke kwenye wanafunzi atakuwa ameingia namba ngapi. Sorry. Hapa sienda nataka kwenye process ili kuleta process ya matokeo upya kulingana na setting ambazo ameshaziweka. Sasa hivi nitakuwa na incomplete, lakini pia yule mwenye incomplete atakuwa ranked among the students. Kulingana na vigezo ambavyo tumeweka. Sasa hivi ana incomplete lakini wa 16 ndani ya kombi yake. Hii nani ya kwanza ni ya kombi. Lakini pia 172 kwa jumla ya shule nzima kati ya watoto 182 ambao wamefanya mtihani. Ukiachana hapo hapa unaweza ukaja ukaangalia matokeo ya kikombi. Mfano matokeo ya CBG na tutakuwa ni kombi yake na kuja kwenye kuangalia hapa. Hata nipate matokeo ya CBG na summary zake hapa kwa 16, incomplete 1, 1 na kadhalika. Na hizi summary sasa zinakuwa hizi ni top 10 ndani ya CBG. Hawa ni wa mwisho. Hawa ni watu ambao hawapo au ambao hawajapata ranking. Utaona sasa kwa mfano kwa hii CBG wa kwanza kabisa ni huyu mwenye point 9. Ni wa kwanza ndani ya kombi, wa 64 kwa ujumla. Lakini hii ya summary ya division inaonyesha tu kila kombi division zimekaeje, na ukitoka hapo jumla kabisa ya kombi zote zimekaeje na GPA ya shule. Lakini pia hapa unaweza ukaja ukachagua nectar format. Unaweza ukachagua matokeo kuangalia kwa style hii au ukaja kwenye nectar format. Na hapa inakwambia ukibonyeza yes, matokeo yatakuja pamoja na max. Kama unavyoona kemia amepata ngapi, biology na kadhalika kutokana na kombi yake. Lakini ukibonyeza hapo kwa mwenza no, matokeo yanatakiwa yaje hayana max ila tu yana grades. Kama unavyoona kemia grade gani, hivyo hivyo na pointi zake na kadhalika na kadhalika. Kwa hapa ni summary hiyo. Kwa utaanza mtihani, utakuja hapa, utajaza taarifa zako, utachagua madarasa ya mtihani. Na kingine kinachofuatia sasa ni kwa wakati mwingine tuna uwezo wa kutuma message, kutengeneza pia message za matokeo.
utachagua, utaandika ujumbe, then utaenda kwenye kutengeneza template ya matokeo yako. Na